iko ndani ya Biblia. Kati ya kitu kimoja wapo ambacho unahitaji kuelewa, ni lango kubwa linafunguka. Wale ambao mmekuwa mkifuatilia ninapozungumza mara kwa mara, kama nakumbuka sawasawa, ilikuwa mwaka 2022 au 23, niliwaambia cheki miaka mitatu: 2024, 2025, 2026, na mabadiliko yanayokuja ulimwenguni. Sio swala linalogusa nchi moja tu, ni kitu kinaenda ulimwenguni, na Mungu hawezi kunyamaza. Anaachilia habari hizi watu wake waweze kujua namna ya kujiandaa katika mabadiliko ya lango. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Na kwa sababu hiyo, tunapoangalia hili swala la maamuzi juu ya fedha, huu msisitizo sio wa hapa tu, ni ulimwengu mzima. Ni ulimwengu mzima. Wale mnaofuatilia, mnaosafiri, utaelewa kitu ninachosema, na tutakapokuwa tunaangalia mifano miwili mitatu ya maeneo ya kuombea, utaelewa kitu ninachosema. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Lango limefunguliwa la kinyakati. Lango la kinyakati linapofunguliwa, linaachilia na vitu vipya vya kufanyika na mifumo mpya ya kufanyia hivyo vitu. Naposema lango la nyakati, maana yake nini? Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32 inazungumza juu ya wana wa Isakari, watu wenye akili ya kujua nyakati na mambo yale ambayo Mungu anataka yafanyike kwenye nyakati. Walikuwa 200 tu, na Biblia inasema hivi, hao 200 walikuwa viongozi kwa wenzao, kwa sababu mtu yoyote yule ambaye anaweza akatembea na nyakati, uwe na uhakika yuko mbele yako. Umewahi kujiuliza, kwa mfano, mtu kunakuwa na mvua inanyesha, alafu kikawaida unatuma watoto, nenda kanunue mwamvuli. Unaenda unanunuliwa, uwe na uhakika kuna